Mbia mono mwancho muri wetaseni Ndizi TV na sevono ese umurubiri bene gwekiko Soresto wande ese moye biti twasanga naba ko sori nechi timu rero iga dobatiri bagari abene ryo guchema se mukuru ase ensemo ya igetikia getembe keutoka chinsemo chanya ncho na rero iga timu ya Tolentira iga ne timu ya Kisii Industrial FC timu ya Rekoba Ororo wetani emyaka 5 ikiravoni iga ase charito maka bechiri bwibere na 15 nemo ese batatera gukina ngora wikiravoni iga bara ase ligi ya Nyanza Regional League bakire wetani chintunda ibere ase ligi unase FIDO mwancho morigari abatani to wataiga timu ya Nubi timu to bata ya Kisii Industrial FC ne timu ya wata babwatani bakora magano yo gubundi ya sensemo ya Bosongo na abange babo mbali bagusii kone ko sori bali ase ligi ya gusigo abo moto aberake ko tobeke ke swali ya keke gusige ke erinde to nyare ko batuko igwane ya mase ya mona ase boniga to batiri bagari abene dio ko bana kati ya wanzilishi katika timu hii ya Kisii Industrial FC. Kwa hivyo kwanza unaweza na jina lako, unatoka sehemu ipi na wafanya nini? Kwa majina naitwa Jafet Anyanga. Mimi ni mkazi wa hapa Kadongo. Hapa hivi ni kazi imetuleta, lakini wakubwa wetu walianza team kama watu wa garage tu hivi keep busy. Sasa venye tulianza team 2016. Labda najua umeniweka salama kwamba unatoka sehemu zile, unatoka ile sehemu ya Kadongo upande ule wa Miruka. Huko Miruka. Pale Miruka huko hivyo mbele kabisa. Ile za kazi kawaleta hapa. Yeah. Labda kwa faida najua mko kwa kazi, pia mko na team. Labda kulingana na wewe ni kipi kile kilipelekea labda wadosi wenu waanzilisho kasema kwamba tuwe na timu hii ya Kisii Industrial? Kuna yani tuko tunamaliza job mapema kitu kama saa 10 hivi. Unapata watu wengi wanaenda kwa madrugs nini vitu kama hizo. Sasa akabidi tuanze team. Sasa mazoezi tulikuwa tunakuja saa 11 kuendelea hadi saa 1 hapa ama 6:30 hapo hivyo. Ndio tunamaliza, ndio maana wakaanza team. Unajua watu wa kazi ni wagumu sana sababu kazi imechukua siku mzima, wengine wako na familia, wengine hawana. Labda ndipo sasa muweze kuwa na lengo ambalo lilioleta wote pamoja, watu wakakubali. Najua kuna wachache wenye walivumilia na kuanza. Mwanzo ulikuwa vipi kwenu? Unajua kwa tuseme mahali tunafanya kazi, wanafunzi wengi si wenye wako na wanawake ama wenye wameoa. Wengi ni wanafunzi wamekuja majunia tu, wanafundishwa job. Sasa hiyo ndio maana walianza team kama sisi majunia hivi, tuingilie hapo katikati tucheze zido, tukiendelea hata tukuwa tunafikiria tunaweza fika county league ikianza. Sisi tulikuwa tunachukua kama friendly tu, ni mazoezi peke yake. Unaposema labda ni Kisii Industrial, lakini kwa faida ya mtazamaji anataka kujua labda Kisii Industrial, hii upande wa industry labda ni nini, labda kazi ile ambayo inaleta pamoja ili mnafanya ufundi upi? Kwa hiyo industry kuna kitu inaitwa mechanic iko hapo ndani, kuna kitu inaitwa wiring, kuna kitu inaitwa welding, kuna kitu inaitwa kama painting, vitu kama hizo. Sasa kila mtu ako na part yake yenye unapenda kwa roho, yani kufanya. Ndio maana unapewa, unasema na wacha niende mechanic, mwingine anasema wacha niende wiring, mwingine anasema wacha niende welding. Kwa hivyo labda mtu akisema labda hao watu ambao ni mafundi na pia wako na team, ningependa labda niwaweze kuwasaidia ama niweze kununua kitu kutoka kwao ama nipate usaidizi kutoka kwao, labda mnafikiwa vipi, mnapatikana wapi kwa kazi yenu? Kwa kazi yetu tunapatikana daraja 2. Kuna mahali inaitwa Industrial. Hapo kuna nene kubwa hapo, garage kubwa iko hapo ndani. Wewe ukiuliza tu Industrial utafika hapo ndani na kuna wakubwa wetu wenye wako. Kwa hivyo labda hiyo ndio asili ya jina Kisii Industrial FC. Kisii Industrial FC. Hiyo ndio imeanzwa, kwa hiyo industry inaitwa Kisii Industrial. Hapo ndio ilianza. Vizuri sana, na nafahamu kwamba historia ambayo natupatia ni ya mwaka wa 2016 walipokuwa wakianza. Mmeanza mkiwa wachache, vitu havitaji, mlikuwa mnahitaji mpira, mnahitaji uniform, mnahitaji viatu. Kupata hivi vyote ndipo muitwe timu. Lazima timu ikuwe na hivyo vyote na wachezaji. Hiyo safari ilikuwa vipi kama mkawa sasa ni timu ambayo inaweza enda kwa mechi za kirafiki? Tulianza kama kikundi hivi ya kuchanga pesa, tukachanga pesa kidogo tukanunua uniform ya kwanza. Tulikuwa tuna train naye na Bibs. Wenye tulitrain naye tukapata chance ya kucheza kikombe ya MP anaitwa Momoima mwenye aliyetoka. Tukakuja namba 2
tukapewa pesa ndio tukaanza kuinua timu, tukanunua balls, tukanunua bibs zingine tukanunua uniform, zingine tukakula nini vitu kama hizo. Mkapigia mwili pole. Pole. Okay. Vizuri sana. Na wenye mbono kupatana na into etorense moya getembe tugosanga amona Kisii Industrial FC timu ya League ya Nyanza Regional League 7 iga na abangati abari bachageti timu ya nyorese moya metandao ogoda utubate sema ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net, konkereje sema ya Facebook Demo Steven Captain 001. Sasa mmeweza kuenda katika mechi za kirafiki, mmeweza kuenda katika tournament. Sasa dhana imekuja kwamba mnaweza kuwa club na mnaweza cheza ligi. Nini ilifanya mkasema sasa tujaribu kuingia kwa ligi? Kuna huyu mkubwa wa KFF hapa hivi ndiye alikuja akatuambia juu mnacheza poa, simregister ligi tuone ni aje inaweza kuwa. Jezreel Mbegere. Mbegere ndiye alikujaga, tukaregister hata team. Tukaanzia county. Kuanzia county tukakuja number 2. Kwa mwaka upi? Hiyo ni 2017 2018. Msimu wa 2017 Okay. Tukacheza county hiyo season ya kwanza, tukakuja number 2. Sasa kufika 2019 2020 walibadilisha wakaleta kitu inaitwa regional. Juu ile ilikuwa tu county, mnakutana na county za hapa peke yake yenye inatoka number 1 inaenda na kukutana na zingine. Ikakuja kitu inaitwa regionals. Ndio tukaingia regionals. Sasa ni 2019 2020 sasa mmepata mambo ya regional. Lakini nyinyi kama timu, najua timu nyingi sana hapa nje zinaogopa kuingia katika ligi labda kwa sababu fedha nyingi inahitajika, mechi ni mingi, lakini nyinyi labda umuhimu upi labda umeona kwa katika ligi mkilinganisha mlipokuwa mnacheza mechi za kirafiki? Unajua kwa ligi inakipa watu busy. Haya, kuna tuseme do za kulipa referee nini. Kama kuna tona tunacheza tukiwin hiyo do zinatusaidia kulipa referee, transport nini. Yenyewe ni mingi, lakini sasa ni watu wanatoa kwa mfuko yao. Si ati kuna kampuni tu sponsor, hapana. Ni mtu anatoa kwa mfuko wake anasema mimi nimetoa hii ndio maana tuende game. Ninyi kama mafundi ambao umetoka maeneo mbalimbali na labda kazi ya jua kali ni kazi ambayo inafahamika sana na watu wanaotoka eneo la Luo Nyanza. Naweza kupitia ligi hii mmepata nafasi ya murwa kutangamana na maeneo mingi na timu nyingi za kutoka eneo la Gusii. Labda wangesema labda imewasaidia vipi labda kuelewa eneo hili la Gusii kwa undani na mechi za huku? Unajua venye tunaenda tuseme kama regional saizi unaweza pata tuacheza timu zinatoka Nyamira, zingine zinatoka hapa Kisii. Sasa hiyo ku travel kuenda kurudi ndio unajua maeneo hii hapa panaitwa hii team fulani inatoka hapa hivyo tukitrain. Umeniambia kama msimu wenu wa kwanza katika ligi ya Kisii mlimaliza nambari ya 2, kisha msimu uliofuata hii kumaliza nambari ya 2 ndio iliwafanya mkaingia regional league ama mlicheza tena county league wakati mwingine ndio mkaingia sasa regional league? Kumaliza namba 2 ndio unapromotiwa kwenda regional. Ukimaliza namba 2 playoff inaendaga namba 3 na 4 kuendelea huko. Hiyo. Lakini nini ilikuwa unacheza number 1 number 2 wana qualify kwenda regionals. Number 3 number 4 wanacheza playoffs. Okay. Kwa hivyo msimu wa 2019 2020 umeweza kuingia katika ligi ya Nyanza Regional League, na kulingana na wewe ni kwamba ni wakati ambapo shirika la soka liliweza kuleta dhanio ya Regional League, tukaona county league ikaweza kupewa labda mkondo wa A, mkondo wa B. Kwa hivyo msimu wenu wa Regional League ulikuwa vipi ukilinganisha kwamba mlihitaji kucheza mechi nyingi, timu ngeni na kwa upana mrefu? Unajua regional kuna tuseme kwa football kuna kitu inaitwa mafundi ni wengi, wanajua ball. Kwa hiyo regional. Sasa kiwango yako ya kucheza ball ndio unaona venye inaweza kutoa nje. Lakini timu ni ngumu, ziko mob sana na ni ngumu sana kucheza against hao. Lazima uwe mkakamavu, lazima ukuje zido, ucheze kigumu ndio uweze kuqualify kwenda next. Unajua kuna kampuni nyingi ambao watu wanafanya kazi, kuna wanahabari, kuna wale ambao labda wanafanya kazi katika sekta mbalimbali za serikali na za kibinafsi. Lakini kwenu nyinyi labda kupitia ushuhuda ambao umekuwa nao kuwa katika soka kwa miaka 8 kufikia sasa, inawasaidia vipi hata kujiendeleza kwa kazi kupitia timu hii inavyowaleta pamoja? Unajua tuseme tuende kitu kama tournament hii, hata last year ilikuwa tournament ya Kibagendi, tulienda pale Cardinal tukacheza. Kuna watu wanakuja kujiangalilia venye hii timu inacheza, wakisikia ni industrial, na industrial unajua mafundi wengi ni wajaka, wanafikiria tu ni wajaka peke yake wako pale. Hapa kwa hii timu tukumbaka na Wakisii. Sasa kuna wenye wanakuja kuangalia, wanaona hii timu ni mzuri, inafaa nichukue huyu tucheze nao friendly, nione venye iko.
Kwanza kabisa tunapoongelea labda ile tournament ambayo ilikuwa ni ya mheshimiwa wa eneo bunge la hapa hivi anayefahamika kama Anthony Kibagendi msimu uliopita, unasema labda ilikuwa vipi kwenu na mlifika umbali upi katika mashindano ambayo tuliona katika finali? Tukiongelelea hiyo tournament ya Kibagendi ya last year, games zilikuwa mob na teams zilikuwa hard. Tulicheza na wao hadi tukafika finali. Kufika finali game ilikuwa hard, 90 minutes 0-0, extra 0-0. Finali tukafika tukawapiga kwa mapenalty, tukabeba hiyo kikombe. Mlihisi vipi labda kama timu pia kupata nafasi murwa ya kushinda kikombe cha mkondo wa kwanza wa mjumbe wa eneo hili la Kitutu Chache South? Tulijisikia poa juu hizo doo zilitusaidia pakubwa na ndio tunaendelea nazo kucheza ligi regional. Nafahamu kwamba labda wakilishi wa afisi hile ni watu ambao labda wanapenda michezo na kwa sasa wanaweza kuwa wakitazama. Ni kipi kile mnaweza omba labda kama timu katika mkondo utakaofuata wa mashindano hayo ya eneo bunge la Kisii Chache Kusini katika michezo hiyo ya CDF wataweza fanya bora zaidi kuliko msimu huu? Ni kipi kile mnaweza usiaupi mnaweza wapa? Tunaweza wapa tu next round hiyo kikombe ikikam, inafaa watuletee vitu kama bibs, balls wanapeana yenyewe, uniform wanapeana, lakini vitu kama bibs, cones ndio wapeani. Kwa hivyo nafahamu kwamba na wakilishi katika afisi hiyo wameweza kupata hayo na nyora vuna senseme ya lero yo twatiri bakali abene yo kuburukani Kiswahili gake Gesongo gakende tumanye ensemo bavuate batavuna babo makaida vuna Kisii Industrial FC ne timu ya Chaka ne chivundi ko ensemo ya Industrial ensemo ya Bosongo kwenda sevoniga awa gosori awambaro gati ababa gusimbara se timu ye kwene kibuna basukire bosio vuna bakolie meremu nende banchite chigosori tebete kwenda somo tumukumukeo kwene ensemo ya Kabere paka ndira sanga mangari ngete timu ya Kisii Industrial FC. Ochakira eikigocha Ndizi TV. Abana batoto nagikiagerenya boka amenyirega ando tibono ngoja gutoichoreria ara abana aga andike kesho niandike kesho abana sai no changa cha kuboda makayo mitomo chandete mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Ayega ngori go gonya gotera abana bachochi abana batoto abana abo banyene no bwatmyo aba Omoitongo kira ritukurie iki uchakira Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nusu cha butuko. Omoitongo togoche masemo korwa sense moya Getembe egotoka sense moya Nyancho na segetie keiga egetimu chinyinge sana chikutumika sama egeria bogati yabo ndobwate team ya Kisii Raptings egana na KRK no bakoso rikorwa sense meye ndobwate team ya Kisii Industrial FC ndobwate chitimu chinegati ya team ya Nubian Kings gatie chinde no chwe chago soreri korwa sense meye korende team ya Torrente Garero ne team ya Kisii Industrial FC. Labda najua katika kipindi cha kwanza tumeweza kuongea mengi, lakini labda katika kipindi hiki cha pili mlipokuwa mkianza katika uga huu ambao tuko, wengi wamesema kwamba hapo ndipo soka ya mjini wa Bosongo inachezwa katika eneo hili. Kulikuwa na timu kama kikao kati ya timu zingine, nyingi zake zimeweza kufa. Ninyi ndiye mweza kusema ni kipi kile labda kinafanya timu za kutoka katika mjini hapa Bosongo zinaweza kustruggle sana? Ukiangalia teams mingi zimekufa ni management akikosa do kutoka kwa mfuko yake aseme ni mimi nasimamia timu, unapata timu zinakufa. Ndio maana timu yetu wakubwa wetu wako pamoja, wamekaa kikao kimoja. Tumechange wengi lakini wamekaa kikao kimoja, wanatuamini, wanaamini kama timu. Ndio maana timu yetu haijai kufa. Lakini hizi zingine unapata zingine kama zingine ziko kama Nubia King
Getembe iko, KRK iko, lakini kama kikao ilikufa juu hiyo ni ya tao, ilikuwa yatoka tao. Lakini sasa management ndio ilikuwa inatoa pesa yake kwa mfuko, ina sponsor team. Inaweza ona ya watu wanipeleki venye wanataka, jamaa naacha tu. Ingekuwa sponsor, ingekuwa at least unasema yenyewe ili sponsor wanatulipa. Lakini sasa hapa ni kujitolea kwa mfuko yako. Labda kulana na wewe, labda ni tofauti ipi ilipo? Unajua kwamba timu ya Kisii Industrial mko hapa katika mji huu wa Kisii, lakini kuna timu ambazo zinatoka katika mashinani. Kuna timu kama Moruga FC, lakini hiyo ni ya Division 2 iliyokuwa na nyinyi msimu uliopita. Kuna timu kama Global Connections upande ule wa Rigoma, kwa zile ambazo zinatoka vitongojini, timu kama Kineni. Tofauti ipi iliyo katika timu inatoka katika mashambani na nyinyi ambao mnatoka mjini? Tofauti, unaona wewe tofauti kwa? Unajua tofauti ya timu yenye iko kijijini, wale mtu anaweza kuwa haendi job lakini anatoka kijijini anaenda mazoezi, anaweza enda mazoezi asubuhi. Juu ametoka home akikuja kwa grao kucheza hivyo tu. Lakini mtu mwenye ako tao unapata rent, labda tuseme rent, unalipa rent, unatafuta maji, unafanya nini, lazima uende kazi kwanza ndio jioni ukuje mazoezi. Lakini hapa tao, timu hapa tao ni ngumu sana kumaintain kuliko ya kijijini, ni ngumu sana. Kufikia sasa hivi mnaanza kwa katika msimu wa 4 katika ligi ya Nyanza Regional League. Mmebaki sana. Wengi ambao mlianza nao, wengi labda wameshuka chini, wengine wameweza kwenda juu, lakini nyinyi ni miongoni mwa timu ambazo zimekaa sana katika Nyanza Regional League. Nini imefanya imekuwa ngumu kwenu kupanda na kuingia Division 2? Kwa hizi timu zote hakuna timu nyepesi ama hakuna timu rahisi. Zote ni ngumu. Sasa bidii yako ndio inakutoa nje. Kama wale walipanda, hiyo ilikuwa msimu wao. Msimu wetu pia itafika tu na tutapanda. Kama hii msimu saizi tuko nambari 3 na tumecheza game moja less. Tukicheza hiyo game moja tutakuja namba 2. Sasa ni ugumu wetu, najua Maulana akitujalia hizi game zingine zote zimebaki ni win, hakuna lose. Raundi hii tutajikakamua tupande. Labda kama timu ni changamoto zipi zile ambazo labda mnapitia kama timu, kwa sababu kwa katika miaka hii 8 mshajua changamoto zenu ni zipi na nguvu yenu iko katika upande upi? Changamoto ni zipi? Changamoto ni tuseme tu kitu kama pesa ya kwenda kwa game. Unajua mtu akijitolea raundi ya kwanza na ya pili anachoka pia yeye. Juu yeye hajaajiriwa, ni timu yake yenyewe, ni pesa yake yenyewe anatoa kwa mfuko. Sasa tungepata sponsor mwenye anaweza tusaidia na vitu kama hizo, tunaweza enda far. Juu vijana wetu wanajitolea kwa game. Kuna wenye wako shule saa hizi wanakuja jioni kucheza vitu kama hizo. Najua kwamba mmekuwa na changamoto sana ya viwanja, kwa sababu viwanja ambavyo mnatumia vingi, hakuna timu labda ambayo tunasema kwamba iko na kiwanja chake cha kibinafsi. Nyingi hutumia viwanja vya umma, na vingi labda mmekuwa mkiuliza labda viweze kutengenezwa. Na kiwanja hiki cha Getembe ni miongoni mwa vile ambavyo vimeweza kusema kwamba haviko katika kiwango kile cha wastani kwa kuweza kuchezea, sababu iko na changamoto zake. Ni kipi serikali inaweza fanya swala hili la viwanja? Tuseme serikali ya county inaweza tusaidia itengeneze kiwanja moja hapa, iseme tu hii timu inaweza kuwa ikitumia hii uwanja, hii timu kama hapa tunatumia tukiwa timu mingi, na ukiangalia uwanja hapa hivi si mzuri. Kuna saa nyingine tunalazimika tutoke tu hapa tuende kama Nyaora yenyewe, Nyaore huko uwanja ni poa, ni smart, hata ukichezea uwezi pata injury, uwezi pata nini. Lakini hapa Getembe ni ngumu sana kuchezea, juu unaona kuna mabonde, kuna mashimo nini. Wakiweza tutengenezea kiwanja hiki kiwe kisafi kabisa, tunaweza furahia sana. Nafahamu kwamba mwaka huu ni mwaka wa mwisho wa walio afisini katika shirika la Football Kenya Federation, hasa katika hapa kaunti ya Kisii na Nyamira. Ni kipi kile unataka labda waweze kuweza kuhakikisha kwamba imeweza kuwezekana katika mwaka huu wa mwisho kabla ya uchaguzi mkuu ambao utakuwa baadaye mwaka huu? Kenye naweza penda watutengeneze uwanja sana kwanza, alafu wenye wanaweza ingia kwa ofisi pia wazingatie hiyo maneno sana. Viwanja ndio inatumiza hapa nje sana. Ofisi ya sasa kuna kila labda ambacho umetosheka nayo kufikia sasa, ofisi ambayo imo kwa sasa? Ofisi yenye iko saa hizi naweza tu waambia congratulations venye wametupeleka, si mbaya, siwezi sema ni mbaya na siwezi sema ni nzuri sana. Tunaweza sema wamejaribu mahali wanaweza. Ni venye tu wanaweza tutengenezea tu kiwanja peke yake, tunaweza washukuru. Tukienda kumaliza sehemu ambayo tulio naye, nafahamu kwamba furaha ya timu yoyote ile ni wakati ambapo wachezaji wake watoka katika timu hii na kwa katika timu zilizo katika kiwango cha juu, na wao wanabaki na ile ari ya kusema kwamba walikuwa ni wetu na walicheza hapa. Wapi wale ambao mnajivunia wachezaji? Kujivunia
tunaweza sema kama hizi tournament zetu tunacheza, unaweza pata tumejivunia, tumepata pesa. Wakubwa wetu huwa wanatugawia kitu, unaweza pata unanunua boots, pata zako zimeisha, unaweza pata zingine unanunua kitu kama jezi ya kufanya mazoezi, vitu kama hizo juu. Vitu kama bibs hatuna. Sasa inabidi tununue zetu ndio tufanyie mazoezi. Labda kwa swali langu la awali, ni wachezaji wapi wale ambao mnajivunia kwamba walikuwa Kisii Industrial wakatoka hapa wakaenda katika timu ambazo katika ligi ya juu? Mchezaji mmoja naweza sema, kuna mchezaji tulikuwa tunacheza na yeye hapa Industrial, alikuwa anaitwa Omundi. Sasa hizi yako MCF. National Super League kwa MCF. Haya, alafu kuna mwingine anaitwa alikuwa anaitwa Zairo, anatoka hapa juu anachezea Gusii. Mtu watu kama hao. Oucho alikuwa anachezea huko akaenda Gusii. Okay. Yeah. Labda tukitaka kutamatisha sehemu hii tulio nayo ndio basi tuweze kuongea na nahodha wa timu hii. Kauli yako ya mwisho ni ipi? Kauli yangu ya mwisho naweza sema watusaidie tu na vifaa vya kutrain, watulete ball. Mtu yote tu anaweza jitolea kutusponsor, atusponsor sa team. Hatuko vibaya, tuko fiti, tunaweza na tutaweza. Hivyo tu. Asante sana kwa wakati ambao tumeweza kuwa naye. Katika dakika za mwisho tutakuwa tukiongea naye nahodha wa timu ya Kisii Industrial FC. Atuambia upande wa wachezaji hali iko vipi katika timu hii iliyo katika ligi ya Nyanza Regional League. Kwa majina naitwa Jerry Rawlings Odhiambo. Nilijiunga na hii club kuanzia 2016 venye ilianza nikiwa mdogo. Hapa ndo nimejifunza kucheza ball. Na kwa hii club tunafanya tu bidii ili siku moja tukipata nafasi ya kwenda huko mbele ikikuja itakuwa sawa. Wajua tumeongea mengi tangu mwanzo hadi kwa sasa. Kwa yule ambaye labda anatazama kwa sasa, anataka kukuja hapa, labda mnapatikana wapi? Mazoezi mnayafanya lini na wakati upi? Tunapatikana huko daraja hapo Kisii Industrial. Huwa tunafanya zoezi yetu huko daraja 2 primary, lakini kwa ajili ya anga mvua ikinyesha huko hatuwezi piga zoezi wetu huko. Inabidi tumekuja huku juu kupiga zoezi yetu. Na tunaanza zoezi kuanzia saa 10. Ikifika saa 12:30 tumemaliza zoezi yetu, tunarudi nyumbani kufanya shughuli zingine. Labda ungeeleza kwamba wewe kama mchezaji ambaye umeweza kukuzwa katika timu ya Kisii Industrial, umeweza kukua vipi kimchezo tangu ulipoanza mpaka sasa, hasa nafasi unayocheza na ukomavu ambao umepata? Nilianza kucheza kitambo na naendelea kuimprove. Kuna improvement na endelea tu kuimprove hiyo. Ni vizuri sana. Labda tukienda kumalizia, tungependa kujua labda kama timu ya Kisii Industrial upande wa wachezaji, labda timu morali imekuwa vipi, labda mko wangapi, competition kwa positions imekuwa vipi kwenu kama timu, kwa sababu ndiye captain wao? Kwa zoezi watu wanafanya bidii, juu watu ni wengi. Unapata kila siku tunapata wageni wapya wanakuja kujiunga na sisi, wanatamani kujiunga na sisi kwa sababu hii ni timu ya bidii na kwa wakiangalia mchezo zetu ziko juu sana, ndio maana wanatamani kujiunga na sisi sana. Na sisi tunakaribisha kila mtu, akikuja unakaribishwa ili mwenye hapo pia afanye bidii yake, position yake isichukuliwe. Nafahamu kwamba huu ni msimu wenu wa 4 katika ligi ya Nyanza Regional League. Katika msimu huu wewe kama captain, wewe uko katikati kama CDM, lakini ukiangalia upande wa defense na upande wa attacking wa timu yako, gani unasema kwamba msimu huu umeimarika zaidi, ni kwa attacking ama ni kwa defense? Msimu hii nitasema kwa defense wamekuwa sawa. Attacking ndio bado hatujakuwa sawa vile, tunaendelea kupambana nayo, lakini kwa defensive ukikuja na katikati watu wako sawa. Tukienda kutamatisha, najua mko na mashabiki wengi sana hasa eneo hili la Nubi, upande huu wa Getembe. Labda kauli yako kama captain kwa mashabiki wenu ni ipi? Kwa mashabiki wetu tunaomba tu endelee kututia moyo, wakuje watu support. Wasikufe moyo hata tukilose. Unajua kwa hii mpira kuna kuanga na kulose, kuwin na kudraw. Ila draw najua wanashindwa nini mbaya na sisi, lakini hiyo inakuanga kwa mpira.
So tunaomba tuendelee kuja na kutusupport, ndio tukue na hiyo morale ya kucheza ball pia sisi. Juu mpira pia bila fans haiko poa. Kauli yako ya mwisho kwa wanaotutazama kupitia runinga ya Ndizi TV? Ndizi TV, tunaomba mtu support pia. Kama hii club yetu ni watu wenye wanafanya kazi, haina mtu mwenye amewasponsor, ni ile wanafanya tu bidii juu wanapenda mpira. So na sisi tungeomba kama Ndizi TV, kama mnaweza tuokolea kwa upande mwingine, tunaweza kuwa sawa. Asante sana, endelea kufuatilia na kila laheri. Oyuna mkandevu captain wa timu ya Kisii Industrial FC. Otevria mange orense moyo kwa sababu tutaitense mentana abateneri korwa ase timu ye korende batakuna barabune timu babate chinguru choko ndra kubeko moki kona kibuna baskire bosio korwa ase league bare ya Nyanza Regional League na kuswa ase league ya FKF Division 2 na bali baragandiko bakonya bune timu na batoka chinse mechi chiage tembe ensemo ya Nyancho na bokoreta kerura gandiko basira na kerokyo erinde timu ye egenderere kobororo asama tukamange wiki rebosio imbaratere timu engao ababwatani abangao egosoli engao na botambe inchende mo Steven captain 001. Ndizi TV, uwenso bumugusi, nigo bono ya